huku bado tunaendelea ili tuendeleze kazi yetu ya Mshangazi episode ya 5, na leo hapa nipo na mkurugenzi au mwenyekiti wa Kuja Sanaa Group, Bwana Kafuko. Habari yako? Kwema. Wema tu. Bwana Kafuko, bila shaka wewe ndio mkurugenzi na mwenyekiti wa Kuja Sanaa Group au Kuja Sanaa Production. Hivi ni changamoto gani ambazo mnapitia mkiwa location? Changamoto ni nyingi. Kwa sababu sisi kama hivyo ndo tunaanza hii kazi yetu ya sanaa, ndio msimu wetu wa kwanza. Kwanza uzoefu na hizi kazi, na pili changamoto zenyewe zinakuja kwenye casting. Inawezekana mwandishi wa story kaandika labda anahitaji watu kadhaa, na baadhi wakati mnaanza nao watu sasa, katikati ya movie nashangaa anatokea changamoto, labda mwingine hayupo, akawa anakwambia sijui anaudhu, mwingine anakwambia labda amepata dharura ambaye hawezi na kuendelea na kazi, mwingine anapotea tu kwa ajabu. Na kitu kingine kulingana na mazingira, yaani sio kila mtu anaweza, kwa sababu unahitaji kucheza kushuti kwenye nyumba moja nzuri kali yenye kila kitu. Ndio. Sasa namna ya kupata hizo location ni changamoto. Kama unavyojua, kama nilivyosema, sisi ndio tunaanza, kwa hiyo tunatumia vitu za mfukoni bali kufanya kazi. Kwa sasa location kama nao wakiamua kuchaji, kiukweli hiyo ndio inakuwa changamoto kubwa. Na kingine ndio kama hiyo vifaa vyetu, hatuna vifaa vya kujikamilisha. Kuna muda unaweza kukuta kama hivi, tuko location, beti zote zimeisha chaji na tuko seti, kwa hiyo inabidi tukae tutulie tusubiri beti zikijaa. Swali lingine ambalo ningependa nikuulize, nyinyi ni wenyeji wa Kidole Majongo, pale ndo kambi yenu iko pale, lakini kwa hizi siku za karibuni mmekuja Chamazi location. Hivi mnazanaje location za Chamazi? Location za Chamazi ni nzuri. Cha kwanza tunawashukuru sana wananchi wa Chamazi au wenyeji wetu, yaani tuko Chamazi kama tuko nyumbani, tunashuti vile tunavyotaka, tunashutia nyumba ile ambayo tunahitaji, na hatupati bugza yoyote ya kwamba labda mko katikati ya shooting mtu akaja akasema bwana, mimi nyumba yangu labda ina kipengele 1 2 3 kwa hiyo natakiwa mtoke au hivyo. Hapana. Na wengine hata ile hela ya umeme tu ya kuchangia umeme, kuna muda anakwambia hawahitaji. Kwa hiyo sehemu ambayo kwa mara ya kwanza imenipa mimi moyo wa kuendelea na kazi ya sanaa ni Chamazi, tofauti na Kidole. Kiukweli Kidole tulikotoka kulikuwa kuna changamoto, kwanza maneno ya watu mtaani wakiona kana kwamba tunapoteza muda. Kitu cha pili, watu wanatoa location leo, kesho inategemea na mtu fulani kaenda akatoa maneno 1 2 3. Sasa unashangaa tena, unaenda siku ya pili yake unapata kipengele kwamba labda nyumba inafanya marekebisho labda hivi. Kwa hiyo kikweli sina watu wa Chamazi tunawapa big up sana, na tunawashukuru nyinyi wenyeji wetu kwa kuweza kutupambania na kutupa. Wewe kama mwenyekiti au kiongozi wa Kuja Sanaa Group, ni vitu gani ambavyo upendi kuona kwa wasanii wako labda? Vitu ambavyo sipendi kuviona, cha kwanza ni dharau. Yaani kwa sababu unajua mtu anapoamua kujitoa kitu anatamani apate watu ambao kidogo wanasikilizana. Sio mimi kama mimi najitahidi kufanya kile kitu kadri ya uwezo wangu, lakini sasa kama mtu unajitahidi kufanya kitu afu kuna mtu anakudharau au anadharau, basi unakuwa kidogo mwenyewe hujisikii vizuri. Na kitu kingine, watu kudharau kazi.
yani ni kazi yake yeye mwenyewe, anajibrandi, yani kujitengeneza mwenyewe, lakini bado anakuwa thamini kile kitu ambacho lakini pia nyinyi bado ni underground, bado mnaanza, lakini kwa kuangalia akaunti yenu, mfano nikiangalia kama episode ya kwanza ya Mshangazi na episode ya pili kidogo imeenda viral, tofauti na movie nyingine ambazo tushai kuzipost. Sasa hii nyinyi mmepokea vipi? Kiukweli mimi nadhani niliwaambia hata wasanii kwamba Wakuja Sanaa Group mna bahati, yaani mmeanza sio nani tu, sio Mshangazi tangia nakosea wapi episode ya kwanza, japo ilichukua muda, lakini ina viewers na zaidi, lakini hata tulipokuwa tuna post viewers hazishuki chini ya, yaani hazishuki zaidi ya 200, kwani 200 kwenda juu ndani ya siku 3 5 ndio tunaanza. Naamini ingekuwa ni namna kwa watu wengine, unakuta kuna muda mwingine watu wanaposti hata mwezi unakuta anafikisha viewers labda 200, 300, 400. Basi ningependa kuuliza pia kwamba nyinyi ni production kwa sasa na mmetoka Kidole mmekuja huku. Je, kwa mfano kama huku umetokea msanii anataka kujiunga, utaratibu ukoje? Utaratibu wetu ni ule. Fomu ni shilingi 10,000, kiingilio shilingi 50,000, ila awe na nia. Hatutaki msanii wa kujaribu, lakini kadri tunavyoenda tunatarajia kusajili kikundi. Kwa hiyo nadhani vipengele vitaongezeka na wasanii itabidi tuingie ndani ya mkataba zaidi. Jambo la mwisho ni unalipi la kuambia mashabiki zenu labda ambao wanawafuatilia katika akaunti yenu? Basi tunaomba tu washabiki waendelee kutufuatilia YouTube Kafuko TV. Ukiingia pale usisahau kusubscribe, like, comment. Na pia tunawaahidi sisi tutaendelea kufanya kazi nzuri zaidi na tutawaleteni kitu kizuri. Cha msingi msisite kutupa maoni yenu pale tunapokuwa tumekosea au tumeifanya vizuri. Basi mimi nashukuru bwana kwa kampani yako ambao leo umenionyesha hapa. Nadhani mnafahamu jamani, Kafuko ni kiongozi wa Wakuja Production Group. Jamani, nadhani mmemsikia mwenyewe kwa mengi aliongea leo. Kwa jamani, kama mnavyojua tuendelee kumsupport sababu yeye bado anaanza. Kwa support yenu jamani tunahitaji sana. Asanteni sana. Asante.